Tuko hapa katika maadhimisho ya kumbukumbu ya watu waliouawa Kenya. Kuna ujumbe gani leo kwa jumuiya ya kimataifa? Tumekuja hapa kupongeza ndugu walioachwa na familia zao waliouawa Gatumba na nafasi nyingine. Tumekuja kuambia kwamba hata vile kungali matumaini, angalau wameuawa sababu ya vile walivyo, hawakufanya dhambi yoyote. Lakini hapa kunakuwa miaka 22 watu 166 wameuawa kwa kambi ya Gatumba ndani ya nchi ya Burundi. Walikuwa ndani ya kambi ya ukimbizi, walikuwa wanachungwa na watu wa UN, Umoja wa Mataifa. Hapo serikali ya Burundi iliahidi kwamba itasaidia kwa justice. Waongozi wa Umoja wa Mataifa waliahidi kwamba wenye walifanya kitendo hicho watashikwa na kupelekwa mahakamani. Leo inakuwa miaka 22 years. Hakuna hata mtu mmoja aliyeshikwa, aliyepelekwa mahakamani. Hata wale waliosema wao wenyewe kama ni wao waliua watu na wako hapo Bujumbura, wanatembea, wanafanya kazi, walisema kwa redio nyingi, BBC na RFI, kwamba ni wao waliua watu. Hakuna hata mtu mmoja aliyepelekwa mahakamani. Tunaendelea kuomba Umoja wa Mataifa na nchi Kongo na nchi Burundi kuleta justice, kutafuta wale watu waliofanya kile kitendo na wahukumiwe. Kama haifanyike, watu wataendelea kuua wengine, sababu wanajua kwamba kuna impunity. Kwa leo tumekuja kufanya commemoration kusudi tuwape pole wale walioachwa na kuendelea kuwahimiza kuishi hata vile. Na tunaendelea kuomba na Umoja wa Mataifa kwamba ni mambo ya aibu kusema kambi ya UNHCR iliyo under responsibility ya Umoja wa Mataifa watu wauawe, hakuna hata neno moja. Haiwezekani. Lakini shida tunayo kwa leo ni kwamba serikali hizo zilipaswa kuleta justice. Serikali ya Kongo na serikali ya Burundi zinaendelea kutuma jeshi kuua wenye mlenge milimani Minembwe. Leo wanatuma drones na hata ndege za kuua raia na watu wanakufa, watu wanakimbia. Ndio maana kwa leo we have thousands, maelfu ya wenye mlenge wanakuwa Kenya wakimbizi, maelfu ya wenye mlenge wanakuwa Uganda, maelfu ya wenye mlenge wanakuwa Rwanda, maelfu ya wenye mlenge wanakuwa Burundi. Hata vile Burundi na waacha wale maelfu kwa nchi yake, inaenda kuua wale walibaki nyumbani milimani. Basi na hayo yote tunaomba Umoja wa nchi za Afrika ya Mashariki, tunaomba UN, tunaomba AU wafanye jambo moja, kusimamisha hayo maafa, kusimamisha hayo mauaji na kusimamisha vile vikosi vyote vinatumia hata wa mercenaries na wanatumia ndege kuua raia kila siku milimani. Haiwezekani. Kimya inaendelea na inatosha. Lakini bado mauaji yanaendelea hata huko Minembwe, drones zinatumiwa na jumuiya ya kimataifa bado ni kimya. Unazungumzia vipi ukimya huu wa jumuiya ya kimataifa? Kwangu mimi kunyamaza kwao, kimya yao, it's a kind of they are accomplices. Wanafanya pamoja na wale wauaji, sababu Umoja wa Mataifa hawezi kukaa kimya wakati kuna watu mamia na maelfu wanakufa kila siku wakiuliwa na drones. Drones zinatumwa na serikali na wanatumia mercenaries. Kila mtu anakaa kimya. Utumiaji wa mercenaries is a crime.
sheria za AU zinakataza, sheria za UN zinakataza. Mbona hakuna mtu hata mmoja anasema yule Eric Prince Marekani mwenye ana recruit wale wauaji, hakuna hata mtu mmoja anasema huyu ni nani, anafanya nini, simamisheni. So ndio maana kwa Wanyamulenge, because walikuwa karibu kumalizika, waliweza kujiorganize, wakaunda vijana wao, watoto wao, wakaunda kikundi ya kupigania wazazi wao. This is a shame, ni haya, ni aibu kwa serikali na serikali zingine, hata na organizations zingine. Naendelea kusema UN wanapaswa wasimame, wakaripie serikali ya Kongo inayotumia armed groups na mercenaries kuwa raia. Speak in English now. Acha nimuulize swali moja kwanza. Mheshimiwa kwanza, pole kwa ningependa kwanza kwa upande wa manufaa ya Wakenya ambao wanatazama, kama waweza kujibu swali langu jambo moja. Tuseme jina lako na serikali. Tunataka kujua tumekuwa shaifanya mkutano labda na serikali ya Kongo na wale na katika hayo makubaliano Mimi naitwa Moise Nyamgabo. I'm a lawyer. I'm a former senator Congo, and I'm a former of the parliament. My last term ended in 2023 years. So mimi ni mzaliwa wa Minembwe hapo milimani ya eastern part of Congo. Ni mmoja ya wale Wanyamulenge tunaozungumzia leo. Nimeanza kusema kwamba wale Wanyamulenge walipata shida sana kwa nchi ya Kongo, na chanzo cha shida ni kwamba kwa Kongo watu wengi wanasema Wanyamulenge si Wakongomani sababu ya vile wanafanana. Kwao wanasema ni Wanyarwanda, wakiona sura sawa yangu wanasema ni Mnyarwanda, while kuna watu wananifanana wenye kuwa Uganda, kuna watu wa kunifanana wenye kuwa Kenya, kuna watu wa kunifanana wenye kuwa Tanzania, kuna watu wa kunifanana wenye kuwa Burundi. So ile shida ya nationality, management mbaya ya identity ndiyo ilikuwa chanzo. Ndiyo pale kwa 2004 kulikuwa vita Bukavu na Uvira, Wanyamulenge wakakimbilia Burundi Gatumba, na hapo watu wakajiorganize kutoka Kongo, mnamo Warundi, mnamo Wakongomani wenzetu, mnamo Interahamwe za Rwanda, wakaenda kwa kambi wakaua 166 kwa kambi ya UN. Ndiyo commemoration tunayofanya leo. It was on 13 August 2004. Ndiyo commemoration tumefanya. Tumeomba justice kwa Kongo. Kongo haikufanya kitu. Tumeomba justice kwa Burundi. Burundi haikufanya kitu. Tumeenda hata kwa Hague. Nimefika Hague. We dropped complaints. Lakini individuals cannot seize the Hague, the ICC. Ni government au Umoja wa Mataifa. Hakuna mtu aliyefanya kitu kwa hiyo. Na kwa mauaji yanayoendelea, sababu haikumalizikia ile wakati 2004, mauaji imeendelea, wakiwa watu wakisema ni Wanyarwanda wawafukuze watoke kwa nchi yao, while they are there for many hundreds of years. So ile mauaji imeendelea na imefikia kiwango kwenye tumeseize ile
kote ya Arusha, tumeandikia Arusha, tumeandikia East Africa Community, tumeandikia hata na yesterday wameandikia tena ile ICC. Nimepata kibarua cha lawyers, wameandikia ICC kwa niaba ya Wanyamulenge tena kuleta complaint, but we are still waiting. 22 years hatujapata jibu. Tunaendelea kutumaini kwamba siku moja watasimama waamakie hii hewa mbaya ya uwaji na discrimination, kusudi Wanyamulenge waweze kuishi ndani ya Kongo kama wakongomani wenzao. Kitu tumefanya cha kwanza ni kwamba Wanyamulenge wamejiorganize to defend themselves. Wameunda kitu wanaita twirwaneho. It means ni Kinyamulenge, let's fight for ourselves, let's defend ourselves. Ndiyo hiyo inaweza kusaidia, na ndiyo maana mpaka leo kungali kunapatikana Wanyamulenge kwa ile milima, ni sababu walijidefend, wanapigana against those armed groups from the other communities, our neighbors, na waliweza hata kupigana na jeshi ya serikali na kuifukuza. Ndiyo maana kungali watu wangali hai kwa ile milima. They are defending themselves until watasikilizwa na kunakuwa makubaliano na serikali inaweza kufanya kazi yake. Kama tu kwa tutaweza kupata takwimu for 9 years now, kuna miaka 9, those armed groups za majirani wakisaidiwa na jeshi la serikali wameweza kuweka moto kwa around 480 villages. Wanaweka moto, wanaunguza nyumba, not house, villages. Wameweza kupora ng'ombe za Wanyamulenge, sababu Wanyamulenge ni wachunga ng'ombe. Wameweza kupora ng'ombe more than 500,000. Wameweza kuua thousands of people. And one time, for 1 year and 6 months, waliweza kufanya blockade. Wanafunga njia zote zenye zinaweza kupeleka watu kwenda sokoni. Hakuna dawa, hakuna chumvi, hakuna sukari for more than a year. Jeshi la serikali linafanya blockade, na jeshi la Burundi pamoja na those armed groups allied to them walifanya blockade for 1 year and 6 months until wameweza kushindwa kivika na wale vijana wa Kinyamulenge. Wao wanajipigania kuwafukuza kwa njia hiyo. Ndio maana leo there is a kind of situation inaanza kuelewa kidogo, wanaanza kupata chumvi na sukari na dawa. So but when a government is using means za serikali, wanatuma drones, hundreds of drones kupiga wananchi wenye hawana silaha, kupiga bombing houses za raia, bombing churches na masomo na hospitals, there is something very wrong. Ni hapo tulikuwa tunaomba international community kusimama na kuuliza hiyo government ya Kinshasa wanatafuta kufanya nini na wale raia. Wale raia wamefanya nini kusudi wa deserve such energy, ile nguvu yote serikali inaweka kuua watu in the villages kwa ile milima. Ndio maana tunaendelea kuandika na tuendelea to make calls to those leaders of the region wa East African community na wengine waweze kusimamia serikali ya Kongo na ya Burundi, because they are together wa kufanya hizo crimes. Serikali inapaswa kumaliza jambo lolote linahusika na nationality na identity, because
nationality doesn't care about how I look. Nationality haina rangi. Nationality haifuati urefu wa mtu au ufupi wake au rangi ya skin yake. Ni kusolve issue ya identity according to the law, not according to the emotion, not according to the hatred. Na serikali kufanya hiyo, kuna sheria na sheria zinasema Mkongomani, a Congolese of origin, ni mwenye alikuwa Congo when the Congo became independent in 1960. Wanyamulenge walikuwa Congo in 1700 or 6. Kuna wengine kwa history wanasema even 5. So after 400 years mutasema mtu hayuko wa ile nchi aende wapi? Sababu anafanana na mtu fulani. So the government must stop such discrimination. Government inapaswa kusimamisha the hatred speech. Watu wanaendelea kuzungumza maneno ya ubaguzi na ya hatred. They have to be punished. Kama serikali haifanyi, watu wataendelea na wataendelea kuuana. And there is a kind of absence of serikali na kutumia sheria za nchi. Ndio serikali inapaswa kufanya, kusimamisha hayo maneno na kusema Mkongomani yeyote mwenye anakubaliwa kuwa Mkongomani kufuatana na sheria akuwe na rights za Wakongomani wengine wote, despite urefu wake, despite pua yake, despite nywele zake. Those elements don't enter in the criteria of the nationality. Kwanza nashukuru serikali ya Kenya na wananchi wa Kenya kuwapokea hawa watu, those thousands of Banyamulenge wa here, na kuwapa nafasi ya kuishi. But meanwhile, naomba serikali ya Kenya na serikali zingine za East Africa kusimama na kumuuliza Tshisekedi anapenda kufanya nini na wale wananchi wa nchi yake. Asimamishe ubaguzi, asimamishe discrimination, asimamishe ile speech ya hatred, na aunganishe wananchi, organize dialogue yenye itasaidia wananchi wote kuishi pamoja na kuongoza nchi kwa pamoja. So the Eastern Africa community wana responsibility ya to bring back peace in Congo kwa njia zote.